msikilizaji, tunaomba tuwe wa baraka kwa wengine, tusiwe wenye kiburi, tusiwe wa kujinyanyua wenyewe, tusiwe wa kujiinua, tusiwe wa maringo, tusiwe wenye kiburi kwa ndugu zetu na dada zetu. Hivyo basi, kulingana na mahubiri yake Padre Simon Kipruto, leo hii amesema kwamba Mungu anajenga si kwa wenye kiburi, bali wanyenyekevu, na wanyenyekevu tu wanaweza kuwa na tabasamu, furaha, amani, ufanisi, heshima, utaratibu, upole, sifa. Na unyenyekevu amesema si udhaifu bali ni nguvu. Na ingawaje dunia siku ya leo inaona unyenyekevu kama ni kukosa nguvu, kukosa akili, kukosa maarifa na kukosa kile unachotakana kuwa nacho, bali inaona kwamba kuwa na mali mengi tu duniani basi ndiyo kuweza kuona kwamba wewe basi ndiwe mtu unayeweza. Lakini leo hii tusome heri 8 baraka zinazopindua mawazo ya dunia. Ndugu msikilizaji wa Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Kuna maneno ambayo husikika rahisi masikioni, lakini hubeba uzito mkubwa moyoni. Kuna ujumbe ambao haupigi kelele, lakini hubadilisha maisha. Ndivyo ilivyo Injili ya Jumapili ya kesho, Jumapili ya 4 ya mwaka wa kanisa. Injili ya Mathayo, ama sehemu ya Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo, sura ya 5, mstari wa 1, mstari wa 12, maarufu kama mahubiri ya mlimani, mahali Yesu alipotoa ramani ya maisha ya Mkristo wa kweli. Yesu anapanda mlimani, anaketi, anafungua kinywa chake, na maneno ya kwanza kabisa yanayotoka si vitisho, si amri kali, bali ni baraka, heri. Lakini hapa ndipo mshangao ulipo. Yesu hasemi heri matajiri, heri wenye mamlaka, heri wanaosifiwa na dunia. La hasha, anasema heri maskini wa roho, heri wanaolia, heri wapole, heri wanaoteswa kwa ajili ya haki. Kwa macho ya dunia, hawa si watu wa kuonewa wivu, lakini kwa macho ya Mungu, hawa ndio warithi wa ufalme wa mbinguni. Yesu anatufundisha kwamba furaha ya kweli haipatikani katika kuwa na mengi, bali katika kumtegemea yeye aliye Mungu na Bwana wetu. Haipatikani katika kulipiza kisasi, bali katika huruma. Haipatikani katika jeuri, bali katika upole, unyenyekevu na unyenyehakiwa. Haipatikani katika kupendwa na wote, bali katika kusimama upande wa haki hata kama inaumiza. Ndugu msikilizaji, Injili ya kesho ambayo ni Jumapili ya 4 ya mwaka wa kanisa ni kama kioo. Inatuuliza kimya kimya, unatafuta heri wapi? Unapima mafanikio kwa vigezo gani? Je, unaishi kwa Injili au kwa matarajio ya dunia? Yesu hasemi kuwa maisha yatakuwa mepesi. Anasema wazi, kutakuwa na machozi, njaa ya haki, kutakuwa na mateso, na kutakuwa pia na lawama. Lakini anatuambia jambo la kutia moyo sana: furahini na kushangilia, maana thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Heri 8 si mashairi ya faraja tu alivyosema Padre Simon Kipruto. Ni wito wa maisha mapya. Ni mwaliko wa kuwa Mkristo wa vitendo, katika familia, kazini, shuleni, barabarani na hata pale tunapoumizwa. Heri 8 ni ramani ya maisha ya Mkristo wa kweli. Katika dunia inayohubiri ubinafsi, Yesu anatufundisha huruma. Katika dunia ya chuki, Yesu anatufundisha amani. Katika dunia ya tamaa, Yesu anatufundisha unyonge wa moyo. Katika dunia inayohubiri utajiri wa mali,
Kristo anahubiri umaskini. Ndugu msikilizaji wa Radio Maria Kenya Nairobi, tumuombe Roho Mtakatifu atujalie neema ya kuishi heri 8, si kwa maneno tu, bali kwa matendo. Tuwe mashahidi wa Injili hai, ili kwa maisha yetu wengine waione sura ya Kristo. Kwa maana heri ya kweli haipatikani duniani tu. Heri ya kweli huanzia hapa duniani tulipo sasa, lakini hukamilika kule mbinguni. Nimekuwa wako Shamba wa Shamba katika makala haya maalum kuhusu heri 8 zinazobadilisha mawazo ya dunia. Heri 8 ambazo ni baraka zinazobadilisha maisha ama mawazo ya dunia. Usihofu, usiogope. Kristo yuko pamoja nasi katika redio yetu hapa, Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako mpenzi msikilizaji.